Kanisa Katoliki ni kanisa ambalo linaendeshwa kwa utaratibu ambao kila kitu kina mwongozo ambao una sababu ya msingi sana. Leo tutaangalia kwa nini ukiwa baba au mama wa imani hupaswi kuoa au kuolewa katika familia hiyo. Pia tutaangalia tofauti ya ubatizo wa mtu mzima na mtoto. Ipi tofauti na ni kwa nini? Kimsingi kuna tofauti kati ya ubatizo wa mtu mzima na mtoto mchanga. Mtu mzima anabatizwa, yeye mwenyewe anakiri imani na kujibu maswali mbele ya kanisa. Anaingia agano na Mungu kwa hiari yake. Tofauti kwa mtoto mchanga. Mtoto anapobatizwa, yeye hajitambui, hawezi kukiri imani, jambo linalopelekea wazazi na msimamizi kukiri imani kwa niaba ya mtoto huyo. Yaani wazazi na mlezi wanabeba dhamana katika kumlea kiimani na kumwelekeza mpaka atakapofikia umri wa kujitambua, japokuwa jukumu hilo haliishii hapo. Wakati wa sakramenti ya ubatizo wa mtoto, padre kwa kawaida anawauliza maswali matatu muhimu wazazi na msimamizi. Padre anawauliza, mnaomba nini katika kanisa la Mungu? Wazazi na msimamizi ujibu, tunaomba ubatizo. Padre atauliza tena, mwafahamu wajibu wenu kwa mtoto huyu? Wazazi pamoja na msimamizi ujibu, twafahamu. Na katika swali hili la mwisho, moja kwa moja linaenda kwa msimamizi. Upo tayari kuwasaidia wazazi kumlea mtoto huyu kiimani? Msimamizi hujibu, nipo tayari. Kwa kusema nipo tayari, umeingia agano na kanisa na kuchukua dhamana ya kiroho katika kumlea mtoto huyo. Wewe ndiwe mwalimu wa kwanza wa imani ya mtoto huyo, na ikiwa mtoto huyo atakengeuka katika imani, atakayeulizwa ni wewe. Na kwa sababu umeshajua dhamana ulionayo kwa mtoto wako wa kiroho, kanisa linafundisha kwamba unapomsimamia mtu kupata ubatizo au kipaimara, unakuwa umeingia kwenye urafiki wa kiroho. Kwa lugha nyingine, mmekuwa familia moja, na kama vile ndugu wa damu hamruhusiwi kuoana. Hivyo basi, wewe na watoto wako hamruhusiwi kuoa au kuolewa na mtoto uliyemsimamia pamoja na ndugu zake. Na mtoto huyo na ndugu zake pia hawaruhusiwi kuoa katika familia yako. Unaweza ukajiuliza, kwa nini sipaswi kuoa au kuolewa katika familia hiyo? Jibu ni kwamba sakramenti imewafanya kuwa jamaa mmoja. Hii inaitwa uzuiaji wa ndoa kwa sababu ya urafiki wa kiroho. Katika kumsimamia mtu katika sakramenti, yapo masharti ambayo yamewekwa kwa kanisa ili uwe baba au mama wa kiroho. Kwanza, uwe Mkristo mbatizwa, uwe umepata sakramenti ya kipaimara, uwe unaishi maisha ya Kikristo. Kama unaishi na mwenzi, lazima muwe mmefunga ndoa kanisani. Uwe mfano mzuri wa kuishi imani kamili kwa mtoto huyo. Kuwa baba au mama wa imani ni baraka kubwa, lakini pia ni dhamana kubwa. Ni kama kumzaa mtoto mwingine kiroho. Tukumbuke kila wakati, sio ruhusa kuoa au kuolewa ndani ya familia hiyo ya kiroho. Mungu atujalie tuwe waaminifu katika dhamana hii. Asante kwa kuendelea kufuatilia makala zetu kutoka hapa CJ Catholic Media, na kusihi kwa wewe ambaye haujasubscribe channel hii, usubscribe, pia ulike, share na weka comment yako, kwa sababu wewe ni wa thamani sana. Na kwa leo naishia hapa. Asante kwa mwandaaji wa makala hizi, Cosmas William Choga. Mimi ni Juliana Luhende. Mpaka wakati mwingine, asante na kwa heri.